kwanza chenye kinakuja kwa akili ni mambo na masomo. I can actually say they are better than academies. Kwa vile tumefanya kazi tukisaidiana na wananchi. Na tumekarabati hizo shule zote, tukajenga mijengo kwenye ilikuwa inahitajika. Na katika shule zetu 112 zote hakuna iko na dirisha ya bao ama mlango. Yote ni tumekarabati, plastering and everything. Tulitaka tulete masomo ama elimu kwa level ya kuheshimika. Na tulikuwa tunataka mtoto akiwa shule asikie shule hata ni beta kuliko nyumbani. KIHARU masomo bora, badala ya kupea discourse bursary, tumekuja na mfumo ya kureduce ile mzazi analipa. Mwanafunzi wote mwenye ako katika shule wote anakunywa uji katika break time, anakula lunch katika shule siku 6 kwa wiki. Rais wetu ametuambia lazima tuwake damu iishe, kwa sababu ile pesa already serikali imewekeza pale haisaidii watu wa Kenya kama hiyo damu haifanyi kazi. Sasa, asante sana. Asante sana. Mundo muthezya wa Mutongo TV ngwatanio ya mukambani na uyokwatyo kana watindane. Sa karibu thini wa kisese cha kunamba imwe cha kukwete maubo na muno ukomanya na tongo ikivathukanganyo kuma vaile mbetani yitu ya ukamba na ndi itu ya Kenya yonde kelelo kenene bahana kunene ya maundu meokonia maendeleo nundu ni utabasia ibinda yonde kana siasa nzeo ni siasa sia maendeleo na siasa itae maendeleo siasa hizo ni vileto ni vinda na siibata ndeni wandi itu nyenyetu rasa skido kwanzo mona umonde na kwata ebuso yemwanya ya kufika ofisini wa ulani muyumbe wa KILIOMBUNGE cha KIHARU Mheshimiwa Ndindi Nyoro na hindi alama tese KIHARU i kauntini ya MURANG'A twivasile twana nisema undu kauta meokonia KILIOMBUNGE keu na uteti wa bande itu ya Kenya lilikana kitumi kinene KIHARU wesela kila bandu wewa nena KIHARU ya maundu masomo maseo nituonete unaopona ndeni wa mitandao ya kimatukwa undu ya KILIOMBUNGE keu cha KIHARU kiende niti bana muyumbe wa KIHARU nikana tumanye maundu asu na wene cha ukweka ange mateka muno vile mbetane itu ya ukamba karibu tutambanye nginyamuthia wa kilungu kino mheshimiwa karibu sana. Asante sana Erastus na kupea nafasi usalimie wakamba na watazamaji kwa sababu tuna si wakamba peke yake kuna watazamaji wengi ambao wanatutegea kwa hivyo muda ni wako kwanza salimiana ndio tuanze. Asante sana Erastus na watu wote ambao tumekuja hapa kutoka kwa Mutongo TV. Na ningetaka niseme ya kwamba ninafurahia sana hii nafasi ya kunena na wewe na pia wengi wanatutazama na haswa wale ambao ni wa Kenya. Hii ofisi vile nilikwambia vile umeingia ni ofisi yako Erastus. Nashukuru. Erastus we museo? Ni museo. Nina odhosha. Ni muveo muna. Shukrani. Asante sana. Unajua umenifunza hii lugha. Unajua kitambo ilikuwa kama moja. Na nitazidi kukufunza. Sisi tukikua tuliambiwa ukiona ndugu yako ametoka Machakos ama Makueni ama Kitui County. Tukikua tuliambiwa hawa ni madugu zetu na madada zetu. Ndio. Na hiyo ni kitu ambayo mimi naona inafaa ikuwe hivyo. Kwa sababu sisi kama Wakenya ni watu moja. Ndio. Asante sana kwa kunipea hii nafasi. Na kwanza niseme mnafanya kazi mzuri sana. Shukran. Mutongo TV tunaiwatch na mnapeperusha mambo ambayo iko kwa manufaa sana kwa watazamaji. Na haswa pia wewe Erastus unajua kazi yako watu wengi wanaijua. Shukran. Kwa vile kazi ya umma ni kama sisi ni kazi unatumikia watu wengi. Na kunipea nafasi haswa tukuje tuongee maneno sio hata ya siasa ya maendeleo.
mimi nitaka kushukuru sana, kwa sababu saa zingine we get very preoccupied na mambo ya siasa. Ndio. Na unajua siasa in itself haijengi. Inajenga tu kama imesikana na kazi. Na nimefurahi sana kwa kunipea nafasi, na nataka nichukue hii nafasi kwanza ni kushukuru na nisalimia watazamaji wetu wote wenye wanatutazama from all the counties in Kenya, and even from diaspora. Karibuni sana, ndio tuongee mengi. Tena nimeshukuru kufika hapa na kutupa nafasi tuweze kuzungumza mawili matatu. Tukianza, nimeambia mtazamaji wangu kana kwamba tukisikia Kiharu na tusikie Ndindi Nyoro, kwanza chenye kinakuja kwa akili ni mambo na masomo. Najua uko mhula wako wa pili. Najua mhula wa kwanza ulifanya mambo mawili matatu katika mambo inahusu elimu. Ni nini haswa unafanya pale Kiharu kinafanya ukue na ama Kiharu ikuwe inazungumziwa katika Kenya mzima? Shule zetu za msingi ni 112. Na katika hizo shule ni kama shule tu ziko in any other rural constituency in Kenya. Ni kama shule utaona Mtito wa Ndei ama uone pahali kwingine kote katika Kenya. Shule ambazo ziko duni kimijengo, ki-infrastructure. Na kwa hivyo first time tukasema kwanza tu focus na primary school zetu. Na zote 112 mimi nikatembea tukaziangalia vile ziko, na zote 112 tukakarabati zote. Sasa zinakaa, I can actually say they are better than academies. Kwa vile tumefanya kazi tukisaidiana na wananchi ambao ni wadosi wetu. Na tumekarabati hizo shule zote, tukajenga mijengo kwenye ilikuwa inahitajika. Na katika shule zetu 112 zote hakuna iko na dirisha ya bao ama mlango. Yote ni tumekarabati, plastering and everything. Na zote shule zote za msingi 112 watoto wanakanyanga tiles katika darasa zote. Na hiyo tulifanya kwa sababu tulitaka tulete masomo ama elimu kwa level ya kuheshimika. Sisi hatungekifika hapa wengine wetu. Ni vile tu Mungu alitubariki kwa kupitia elimu. Na tulikuwa tunataka mtoto akiwa shule asikie shule hata ni beta kuliko nyumbani. So that wakuwe wanatumia masaa mingi shuleni kuliko nyumbani. Kwa hivyo hiyo ni muhula ya kwanza. Muhula ya pili tumeangazia sana shule za sekondari, haswa za day schools. Kiharu tuko na day school 62. Katika hizo shule 62 last year tulikuwa na learners ama students ambao walikuwa 12,013 hapo. Na sasa tuko na wanafunzi kitu 15,000. Na katika hizo day school zetu zote tumeanzisha program ambayo tunaita Kiharu masomo bora. Ambayo tulizidua mwaka jana. Ndio. Na imerun for 1 full year. Kiharu masomo bora ni nini? Kiharu masomo bora badala ya kupea day schools bursary, tumekuja na mfumo ya kureduce ile mzazi analipa. Na katika hiyo mzazi analipia mwanafunzi wake mmoja only shilingi 1,000 kila term. Only 1,000 shillings every term katika hiyo Kiharu masomo bora. Na then hiyo mzigo ingine tunabeba, haswa ile mzigo kubwa kupitia Kiharu NGCDF. Kiharu masomo bora haswa tena mwanafunzi wote mwenye ako katika shule wote anakunywa uji katika break time, anakula lunch katika shule siku 6 kwa wiki. Kwa sababu hata Saturday wale wanaenda tuition ama remendio tumewatolea chakula. Katika hiyo mfumo pia tumesema tumeweka shilingi milioni 100 last financial year and this financial year kutoka Kiharu NGCDF. Na hiyo ni pesa ya ujenzi wa infrastructure kama laboratories, kama libraries, kama halls, wenye hawana madarasa kujenga. Hiyo already ni kazi inaendelea. Pia tumetenga na tumeweka shilingi milioni 20 million shillings ya kununua revision books katika day school zetu, na hiyo kazi already
imeanza, zingine already ziko katika mashule. Katika hiyo program tumesema pia to make education exciting. Yes. Wale wote wako katika day school za Kiharu, the last Friday of the month lunch wanakula chapati shule. Na wameanza na Januari ndio wanafanya. Inakaa kitu duni kwa sisi, lakini mimi nakumbuka nikiwa secondary school chapati ilikuwa kitu ya maana, pengine hata kuliko kitabu sana. Na ndio maana to make education exciting tumeweka hiyo. Nikimalizia, ndio pia tumeanza mfumo ya kuweka kabros katika shule zetu za msingi. Tumeanza na za msingi na wale wamekaribiana shule ya msingi na secondary tunafanya pamoja. Na tumeanza na shule 10 kuweka kabro, na hiyo kazi already imefanyika, na tuna tukipata fedha tutaendelea na ku roll out katika shule zingine zote. So elimu tunaipea kipaumbele, lakini hiyo sio kusema tukianza masomo bora hakuna basari ya wale wengine. Wale wako katika boarding school tunawapea basaries, wenye wako universities and colleges tunawasupport. Wale wamehitimu wakaitwa shule tuseme national schools and extra counties, pia hao tunawasikilia ndio waweze kutransition to those institutions. Mheshimiwa, shukrani kwa maelezo yako. Kuna mtu atauliza, na mimi najiuliza, na najua watu wengi hata watazamaji wetu watajiuliza, ni nini haswa kilikusukuma hadi ukakuja na hilo wazo, na ulitoa wapi? Kwa sababu nafikiri nchi yetu ya Kenya ni wewe unafanya hivyo peke yako. Kuna mwenye atauliza, mheshimiwa anatoa wapi hili wazo? Mbona akafanya hiyo ya masomo tu, akufanya ya kitu kingine? Ni nini hasa kilikusukuma? Iko na mambo mawili. Kiharu masomo bora nilisukumwa na mimi kwenye nimetoka. Baba yangu alikuwa anakaa Kiadutu. Islamu inaitwa Dhika, Kiislamu inaitwa Kiadutu. Kiadutu ni kama ni pahali ambapo tuseme ni ghetto. Islam. Na my father alikuwa anakaa hapo, nilikuwa naenda huko na mtembelea. Nyumba ambayo ilikuwa mabati, bao, cartons, kila kitu iko hapo kujenga hiyo nyumba. Na nilikuwa naona wazazi wangu haswa wakienda shule kuomba mwalimu asifukuze mimi na my siblings. Na nikaona mimi nikikuwa na nafasi ningetaka nisaidie wazazi wasipate aibu kama wazazi wangu wakinilea haswa shule. Na ndio maana haswa nikakuja na Kiharu masomo bora, tusukishe bei ya masomo so that mzazi ambaye kama ako kama my mother akinilea hata sikia aibu akifunza mtoto wake. Na hiyo ndio inanisukuma sana kuangalia kila mtu amepata nafasi ya kusoma, na pia mzazi anafundisha mtoto wake ama anampeleka shule kwa gharama ambayo iko chini. Hiyo ni moja. Ya pili, mimi najua ile kitu inasaidia wengi wetu ambao tumetoka familia ziko chini ni elimu. Ukipea mwanafunzi nafasi ya kwenda shule, hata kama familia yao kwenye anatoka ni mtu hakuwa afike Nairobi, hiyo familia itapata watu watapita hata New York. Wataenda hata pahali kwingi. Elimu inatoshanisha mtoto wa familia inajiweza na mwenye hajiwezi sana. Na kwa hiyo mimi iko kwa roho yangu ya kwamba to change our society lazima tufanye kitu inanufaisha yule mwenye ako na mapato ya chini. Kwa sababu wengi wako na talent, wengi Mungu amewabariki na ujuzi wa kwa akili, ile inahitajika ni kuwapea nafasi ya wao pia kwenda pahali waojionyeshe ya kwamba pia wao wako na wanaweza. Jambo ingine ya pili hii inafanya tuweke kabros. Kuna siku nilitembea London na siku ingine nikaenda Cape Town, South Africa. Na mimi nikitembea huko tu mguu nikaona institution imeandikwa jina hapo. Nikaenda karibu nikaona ilikuwa shule ya Kajo ya huko Cape Town. Shule maridadi sana. Infrastructure iko juu. Nikapiga picha. Nikakuja nikaita our staff hapa. Nikawaambia hii ndio kazi nataka tuanze kufanya Kiharu. So hiyo kazi sisi tuliangalia Cape Town na London. Na ukiangalia utengenezaji wa vile ile kazi tunafanya, tunaifanya kabisa
na standard ya juu. Ndio sisi kama Kenya tukisema tunakuwa we want to transition from low middle income economy, pia kwa miundo msingi ya elimu we also move in the same direction. Mheshimiwa, tukiwa hapo tu kuna mtu atauliza ni pesa tu ya NGCDF ama mheshimiwa maybe ana ufadhili, kwa sababu wabunge wengi na kila mbunge anapata najua sio kiasi at the same, lakini inakaribiana equally. Kila eneo bunge na pia mimi natoka katika eneo bunge fulani katika kaunti ya Kitui na nikiangalia pia naona kuna tofauti. Kuna mtu anauliza mambo ya ufadhili ni NGCDF tu peke yake? Wacha niseme wabunge wengi wanafanya kazi mzuri. Wabunge wengi ni marafiki wangu na najua wanajitahidi sana. Na wabunge wetu sisi wote we borrow from each other. Mimi natembelea mheshimiwa CNN, natembelea mheshimiwa Nimrod Bai, mheshimiwa Kawaya, ni marafiki wangu. Mheshimiwa Zengu, all those ni marafiki wangu. Najua wanafanya kazi mzuri sana. Na katika kufanya hiyo kazi, kila constituency iko na priority zake. Ile kazi tunafanya kama KIHARU sio lazima ifanyike pahali kwingine, kwa sababu kila eneo bunge liko na mahitaji yao. Na kwa hivyo najua wanafanya their best according to the priorities za constituencies. Kazi yote tumefanya ya tiling, kazi yote tunafanya ya ujenzi wa mashule, tunafanya kwa ufadhili wa NGCDF. Kazi tunafanya katika KIHARU masomo bora, mzigo kubwa ni NGCDF. Iko just one NGO inani support kidogo moja tu na kitu 15 million shillings, lakini hii ingine yote mzigo tunabeba kama NGCDF. Na kwa hivyo ni vizuri nikwambie, all the cabro unaona, all the tiles that you see, zote hizo mijenzi yote tumefanya na NGCDF ya KIHARU. Kuna mtu atauliza tukiwa hapo tu ni nini wengine hawafanyi? Maybe umesema ni marafiki zako na yes, na kila mbunge anajitahidi ipasavyo aweze kufanyia wananchi kazi. Ni nini haswa siri ni gani? Siri ni gani mheshimiwa? Kwa sababu ukikuja kuwa mbunge pale kulikuwa na mbunge mwingine na pia utatoka au yes, najua maybe kabisa milango ya juu inaweza funguka, maybe ukuwe rais kwa mfano. Ni nini haswa mheshimiwa, siri ni gani? Siri ni gani ya mafanikio? Erastus, tukiongea na wabunge wenzangu, kwa sababu pia mimi najifunza mengi kutoka kwao. Nikiongea katika experience yetu, kuna mambo kadhaa ambazo ningetaka nikueleze, na ndizo pia tunaongeanga na marafiki wangu, my colleagues. Kwanza ni binu tunatumia. KIHARU pesa yote ya CDF hatupeani kadarasi. Pesa ya ujenzi yote tunafanya kitu inaitwa labor based. Labor based ni kusema nikipeleka pesa katika shule, hiyo pesa inatumiwa hapo shule na hakuna contractor anakujanga hapo. Si kwa sababu contractor wanafanya kazi baya. Contractor tunawasupport. Ni vile niliona KIHARU ni kubwa sana, ningeendelea vile nilikuwa nimefanya my first year, singefanya kazi ya kuonekana. So tukachukua hii labor based. Labor based ni kusema tukipea shule pesa, kama ni vitu tunanunua kama tiles, tunanunua direct ya manufacturer na rangi na vitu kama hizo. Vitu kama labor, tuliangalia ile labor tuko nayo na ile hatuna. Ile hatuna tukaona ilikuwa kuweka tiles na ile inaitwa professional painting. Tukachukua mafundi 150, tukawatrain maneno ya kuweka tiles. Tukachukua wengine 150, tukawafunza professional painting. Sasa ikakuwa sisi kama watu wa KIHARU tuko na mafundi wa kutosha kwa kazi zote tunafanya. Jambo la pili, tukachukua data ya mashule zetu zote per class. Ulikuwa unaingia darasa una note kila kitu. Haina darasa, haina dirisha tatu, haina nini hiyo. Ile inaitwa data driven. Ukifanya uamuzi
unafanya kulingana na kitu ambayo wewe umeona ama umetumana ikaonekana, so that ukiallocate pesa unajua una allocate za nini. 3, kuna kitu inaitwa standardization. Yes. Tumeweka kama milango yetu yote inatoshana, na hiyo milango iko na gauge the same. Kama ni dirisha tunajua tuna ni hii gauge na tunalipaga hii pesa. Yeah. So ukistandardize kazi inakuwa haraka sana na rahisi kufanya monitoring ya hiyo kazi. So hizo vitu zimetusaidia sana, mpangilio ya hiyo kazi. Lakini haswa ile ya labor based. Ati tukileta pesa katika shule inatumiwa na hiyo local community. Mtu wa kutengeneza dirisha ni mwenye yako karibu. Na huyo anapewa tu specification. Anaambiwa gauge ni hii na tunatengenezaga hivi. Kwa sababu yote ni same. Kazi inakuwa rahisi. Ukianza ulisema kana kwamba hii maneno ya chapati shuleni kila Ijumaa ya kila mwisho wa mwezi. Na umesema ni shule za day school. Za day school peke yake, za secondary. Yes, secondary. Kuna wale wengine watasema mbona mheshimiwa, si hata sisi shule ya boarding tuko the same constituency, mbona anaangalia tu day school? Okay. Wanahisi ni kama wametengwa. Okay. Sijui na wale na wao wananufaika kiaje kutoka kwa mheshimiwa wao, kwa sababu wanasema pia ni mheshimiwa wetu bwana. Sisi wanafunzi tunapaswa kufeel mheshimiwa pia anatujali. Vile tunafanya Erastus ni kwamba program ya KIHARU masomo bora inaguza day schools. Kwa one reason, hizi day school ziko katika eneo bunge la KIHARU. Unajua CDF inapeana kulingana na eneo bunge. So ni gumu sana tutoke KIHARU tuende kufanya kazi pahali ingine. Kabla hujaendelea, yes. KIHARU hakuna shule boarding? Ziko. Sasa nakuja hapo. Okay. KIHARU pia iko na shule zinaitwa day and boarding. Iko na day na iko na boarding. Hao kama hizi maneno ya chapati tunawapea the same. Kwa sababu ya hatuwezi teganisha yule yako day na yule yako boarding. Lakini kimasomo bora school fees yule yako day ndiye analipa 1,000. Kwa sababu unajua boarding pesa mingi unalipaga juu inaitwa boarding. You pay for boarding because you board in the school. KIHARU kuna mashule zingine kubwa. MURANG'A High School iko KIHARU, Mugoiri Girls iko KIHARU, Kabuya Girls iko KIHARU na zingine mingi. The reason why ni gumu kwenda kuimplement KIHARU masomo bora huko, unajua kila boarding school iko na menu yake. Utapata wengine hata wanakuanga na hiyo on their own. Kwa hivyo that is why it is very impractical and hard to adopt hiyo program katika boarding schools. Na tunaangalia practicality, ubebe mzigo ambayo inawezekana kubebwa. Yes. Muhimu sana. Kuna kitu inaitwa sustainability, kitu ya kudumu. Kwa mfano hiyo ya chapati nini na maybe kuna venye nimesema kuna wakati hautakuwa mbunge wa KIHARU. Sijui wakati huu ukifika kama utaweza kuzungumza na mwenye ataingia aendeleze hii programu yako ama ni yako ukitoka unatoka nayo na inaishia hapo. Vile tumejaribu kufanya Erastus ni kufanya kitu ambayo inadumu. Kitu that transcends terms and years. Na ndio maana tumesema hii mfumo tunakarabati venye iko sustainable through NGCDF. Na nimefurahia sana kwa sababu wengine already wana implement the same program kupitia NGCDF. Constituency kama Kiaba, constituency kama Kipipiri. Already wanaendelea na mfumo kama hiyo ya KIHARU. So hiyo ni kuonyesha KIHARU NGCDF na the other CDFs zote pesa inatosha ya kuendelesha mfumo kama hii. Lakini as I said before, wabunge wengi wanafanya kazi mzuri, ina depend na priority. Priority yetu sio kusema lazima kila mtu ikuwe ni priority yao. Mimi nasema tu ile tuliona ni priority kwetu na ndio tunatimiza. Tuko katika masomo ni maendeleo. Na naelewa kwamba wewe ndiye mwenyekiti wa bajeti pale bunge la kitaifa. Na tukizungumza mambo ya bajeti, maendeleo hufanywa na pesa na fedha. Tukiangalia katika eneo la Ukambani kwa mfano mahali natoka, kuna miradi ambayo imekwama kwa muda mrefu. Kwa mfano nakupea mfano wa
wa damu inaitwa Thwake Dam. Kabisa. Iko katika eneo bunge la Makueni, kaunti ya Makueni. Thwake Dam imekuwepo kwa muda mrefu ikijengwa na haijawahi kamilika kutoka enzi za rais hayati Mwai Kibaki hadi sasa, na ilikuwa ikamilike mwezi wa pili tarehe 6 mwezi wa pili ambao tunashika huu mwezi wa pili mwaka huu. Na jana waziri wa maji ambaye ni Zakaria Njeru alikuwa pale, akasema haitakamilika kwa sababu hamna fedha, na akapeana kigezo cha dola imepanda dhidi ya Kenya shillings. Yes. Na akasema pia ile delay ilikuwa wakati wa corona, alipeana vitu kadhaa ambazo zimezuia katika kama mwenyekiti wa bajeti mradi kama huo na unafaidi wa Kenya wengi sana, si Ukambani peke yake hadi Kajiado. Sijui kuna fedha ambazo mnanuia kutengea ama mmetenga katika kukamilisha mradi, kwa sababu watu wengi wanasema hii mradi bana itaikamilika mwaka gani? Erastus, asante sana kwa hiyo swali, na nitakujibu vile rais ametuonyesha kufanya kazi. Katika kutenga pesa in the budget ya Kenya, sisi tunaangalia Wakenya wote kama Wakenya ambao wanatoshana. Wakenya wote tunawahudumia na zile fedha ziko kama Wakenya ambao kabisa hii ni nchi yao. Na kwa hivyo sisi kazi tunafanya, tunaangalia eneo zote za Kenya. Thwake Dam ukiangalia katika mahesabu ya serikali, juzi tu tuliipea pesa katika budget. Ile ilifanyika ni vile waziri alisema, unajua kuna bidhaa, kuna vitu wanafanya costing zake ziko in other currency not Kenya. Haswa ya Amerikani. So unapata pesa ama fedha tulitoa inaweza kuwa kwa sababu kuna exchange hapo ambayo imepotea kidogo kwa sababu ya Kenya shillings na dola kuwa haziko the same kama zilikuwa wakati yule tukitengeneza bajeti. So unapata ile pesa haijatosha. Lakini wacha nikuashue kama Ndindi Nyoro ambaye tunasaidiana na rais ama nasaidia rais kufanya kazi katika hii ofisi ya budget. Rais wetu ametuambia lazima Thwake Dam iishe, kwa sababu ile pesa already serikali imewekeza pale haisaidii watu wa Kenya kama hiyo damu haifanyi kazi. Ni kumaanisha already pesa imetumika, haisaidii mtu. So ametuambia kwa sababu ile inahitajika ni kidogo zaidi ukilinganisha na ile imetumika, ametuambia lazima ikamilike. And therefore Erastus na wanatutazama, nataka ni kuhakikishie Thwake Dam itaisha. Yes. Sio Thwake Dam peke yake. Iko barabara mingi ambazo zimekwama katika Kitui County, Machakos na pia katika Makueni. Ni kuhakikishia barabara zote zile imekwama kwa sababu ya reason ambayo inakata cross nchi mzima. Tulichukua miradi mingi sana hapo awali, serikali ilikuweko, ikakuwa miradi imezidi fedha. Na miradi mingi imekwama, sio pahali moja tu. Na mimi nataka nikuhakikishia pia hiyo, rais anafanya juhudi zote to unlock ile pesa inahitajika ya kukamilisha zile miradi. Ilikuwa katika Kitui juzi. Yes. Hapa Mwingi West kwa CNN, na tuliongelea mpaka barabara ile inashikanisha Kitui County inatokea kule njia ya kwenda Mombasa. Njia pia Kibwezi, sorry. Hiyo barabara pia na zingine mingi ambazo inaonekana upesi ya ufanyaji wa kazi haiko sana, ni kwa sababu ya fedha ambazo pia tunajaribu kutatua na zote tutakamilisha. Za maji najua region ambayo inasimamiwa na hizo county tatu, Lower Eastern, Machakos, Kitui, Makueni, wanahitaji maji. Maji ya consumption ama ya kunywa na lakini pia maji ya ukulima. Na ndio maana part of the reason ya sisi rais ametuambia lazima Thwake Dam ikamilike so that it continues in the same direction ya
kupeleka chini ile kiu ambayo iko ya maji katika hizo kaunti 3. Umetaja mabarabara, kwa mfano kuna barabara pale kaunti ya Makueni imesumbua wananchi sana, inaitwa Ukea Mali. Nafikiri kiangazia pia hiyo itakuwa katika mahesabu, kwa sababu wakati wa siasa wanasiasa wengi ndio kuja kupiga siasa nayo. Tukiwa hapo tu, umetembea sana Ukambani, nimekuona, kwa sababu lazima mahali kuna tuseme viongozi, sisi kama wanahabari kutafuta habari pale, na nimekusikia nikafanya habari zako mingi sana ukizungumzia kuhusu ile unity ya Wakamba na Wagikuyu. Ulisema ni Adonua, we are very close. Sijui frequent visit zako pale Ukambani ni za tu rafiki, ama maybe tukisonga mbele maybe una advocate for ile unity ya region ya Ukambani, region ya pale umetoka, na hiyo yote ikuwa sasa ni ya kisiasa pale baadaye. Erastus, tumebahatika sana kupata nafasi ya kutumikia wananchi wa Kenya. Ni wengi wako na ujuzi wa kufanya kazi ambayo tunafanya. Lakini tumejaliwa sisi kupata nafasi. Na nafasi tuko nayo sasa ni ya kufanyia wananchi kazi, kwa sababu already tuko na hiyo nafasi tumepewa. Na tukifanya hiyo kazi ni tukiongozwa na president wetu na makamu wake, na sisi wengine wote tunashikana mkono, tunasaidia ama tunafanya jukumu ya kwenye tuko ya kuwa watu wao wa mkono kufanya hiyo kazi. Na kwa hivyo mimi niko pia na marafiki, unajua bunge sisi ni marafiki sana, hata wale ambao hatuko mlengo moja. Juzi nimekuwa katika Mwingi West pale kwa ndugu yangu CNN, mtu mzuri sana, hata unajua hivyo. Nimekueleza mtu kama Mheshimiwa Zengu, Mheshimiwa Zambia, hao wote, Mheshimiwa Kawaya, Nimrod Bai, wengi ni marafiki wangu. Ukiangalia age yetu ni same. Na kwa hivyo tukiwa bunge pia tunakuanga very friendly to each other, hata wale ambao sio wa age yetu, kwa sababu tunalani pia kutoka kwao. Na kwa hivyo hiyo kutembea inakuanga ni urafiki. CNN ametembea Kiharu, wabunge wengi wamekuja Kiharu, na mimi pia wakiniita akiwa anazidua hafla inakuwa ni vyema pia wewe vile amekufanyia kuja unaenda. Na tukikuja pale siasa hatukuangi nayo sana. Tunakuanga mambo mengi ni maendeleo. Ya mwisho nimekuambia mimi nikikua, tukiwa watoto, tukiwa vijana wachanga, tulikuwa tukijua, nikiona ndugu yangu ametoka Machakos, anatoka Makueni, anatoka Kitui, Lower Eastern, sisi tukikuwa tuliambiwa na wazazi wetu, hawa ni ndugu zenu, hawa ni dada zenu. Na in fact wakatuambia hawa ni wadhoniwa. Adhoniwa kwetu ni kusema Erastus anaweza oa my cousin, my cousin anaweza kuja achukue Mweni. Ndio. So na hakuna udugu inazidi hiyo. Hakuna urafiki inazidi kuitana mudhoniwa. Kwa sababu mudhoniwa ni kuonyeshana ni watu wanaheshimiana, watu wanapendana, na watu wa familia moja. So mimi najuanga hivyo. Mimi sijabadilika hapo. Okay. Mimi nikikuona Erastus naona mudhoniwa, naona ndugu yangu. Ukiniona unaona mudhoniwa. Na for any country kuenda mbele, nchi zote ambazo zime advance, nchi inaanza ku advance na njia ya kuungana. Kuungana sisi wote ambao ni majirani, kuungana hata na wale wako mbali. Kwa sababu Kenya iko na manufaa kwetu kama tumeshikana. Unajua saa zingine siasa inakujanga, inaweka walls, inaweka barriers. Mimi ninaonanga hizo barriers to demolish kama wa Kenya. Tukae kama wa Kenya ambao unaweza enda pahali popote Kenya na unaheshimika kule. Unakubalika kule. Kwa sababu hiyo ndio kitu ambayo inasaidia unity ya nchi ya Kenya. Tukiwa hapo tu tukimalizia, Ndindi Nyoro ni kiongozi ambaye hivi karibuni viongozi wengi wamekuwa wanamzungumzia sana sana, viongozi wa Mount Kenya. Na kuna tetesi kana kwamba kuna wenye wanasema Ndindi Nyoro uchaguzi wa 2027 tunataka
akuwepo pale ni kama ndiye msemaji wetu, na hicho ni kitu ambacho kimeleta tumbo joto sana kwa wafuasi wa naibu rais Rigathi Gachagua. Na tukianza ulisema mnashirikiana vizuri na president na deputy president, lakini kuna wale wameanza kusema wanaona kana kwamba hii italeta division katika Mount Kenya na urafiki wako na naibu rais. Sijui kwanza ili ujibu unaweza hakikishia watazamaji urafiki wako na naibu rais ukoje? Wacha niseme hivi Erastus, tuko katika serikali tukiongozwa na rais wetu, na hii serikali tumejaliwa sana kuwa watu ambao wanakaa kwa pamoja na kwa ukaribu sana na kuna unity ni mzuri sana kwa kufanya kazi and especially hii ya kutumikia wananchi katika Kenya Kwanza na serikali yetu. Kiongozi wetu ni Rais His Excellency Dr. William Ruto, na pia makamu wake anaitwa my friend Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hao ni wadosi wetu, hao ni viongozi wetu, na hao ni seniors wetu. Tunawatabua, tunawapea full, total and unconditional support. Sisi wengine wetu hapa chini, Ndindi Nyoro, Mheshimiwa Kawaya, Nimrod Bai, CNN, waziri fulani pale, sisi wengine wote ni watu wa mkono wa viongozi wetu. Na hapo ndio mimi ningetaka tushikilie, kwa sababu kazi iko na umuhimu sana katika nchi ya Kenya. Kazi ndio inapeleka miradi mbele, kazi ndio inapeleka uchumi mbele, kazi ndio inanufaisha wale ambao watu tunaongoza. Na kama kuna any ambition we must have as leaders is to have an ambition of taking Kenya forward, and not any other time. Now that we already have a chance, we have a chance, we are in the government, it is very important that we spend every minute tukitumikia wananchi wa Kenya. Kwa sekunde ama dakika chache kabisa, wito wako kwa viongozi ambao au nimetaja au wanazungumza kuhusu uchaguzi wa 2027. Wewe nikikusikiza hapa tangu tuanze sana sana unasema mambo na maendeleo, kazi. Wito wako kwa viongozi kama hao? Erastus, mimi siwezi zungumzia viongozi katika runinga. So niruhusu mimi niseme mwito wangu kwa Wakenya. Na mwito wangu kwa Wakenya tukiwa wote ni tuendelee kusupport serikali yetu. Wale wako opposition waendelee kutusukuma. Hapo ndio kazi inafanyika katika nchi. Wale wako katika opposition wafanye kazi, watusukume zaidi, because that is how our democracy works. Sisi ambao tumepewa nafasi na sisi tujikaze. Na tukifanya hayo, naomba tu wa Kenya watusikilie kwa njia ya kwenye mtu wako, kama ni mwalimu afanye kazi kabisa na wanafanya kazi mzuri, na wale wote ambao tunatumikia wananchi in various offices tufanye jukumu ya kufanya our best. Na niuliza wa Kenya pia, tafadhali pia tunaombea rais wetu, jukumu wako nayo ni kubwa. Tumuombe Mungu aendelee kumjalia, tumuombe na serikali yote Mungu atupe ushindi, kwa sababu rais wetu akikuwa successful na serikali yake, sisi wote kama wa Kenya tunapata nafuu. Shukrani sana mheshimiwa. Asante sana Erastus. Ndio maneno ya mwisho. Nimovea. Asante sana. Nafikiri siku nyingine tutatafuta nafasi tupatane tuzungumze maendeleo na hayo maneno mengine. Asante sana. Na ndio mwanadamu sasa wa Mutongo TV ni mubeamu no kwitha watambanyana itu kwa kilungu kiutela na muyumbe wa KIHARU Ndindi Nyoro ndini waonenanya uwa imwe kwa imwe kuma kwa ni kwendeo sasa musio wa ilunguleta twila atukumbanise va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni Erastus kitoko anzo mokwa oyu